Huyu mrembo hapa anaitwa Lisa, ni mwanamke msagaji, kwa maana mrembo anajihusisha na mahusiano ya jinsia moja. Anamwingiza Rachel matatizoni kutokana na tabia zake za usagaji. Je, unajua ni nini kiliwakuta? Kuwa nami mwanzo hadi mwisho story hii, na mimi ni Triple MTZ. Subscribe channel yetu, pia turn on notifications kwa kugusa alama ya kengele upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Stori yetu leo inaanzia kwa hawa warembo wawili. Wa kulia ni Rachel na mwingine ni Lisa. Walikuwa wanaishi pamoja na walikutana kwa msaada wa mwenye nyumba, na kila mmoja alikuja kwa wakati wake, ila mwenyeji zaidi alikuwa ni Lisa. Ila tabia za Lisa zilikuwa tabia fulani hivi ambazo hazikumfurahisha Rachel. Lisa alikuwa ni mwanadada anayependa mahusiano ya jinsia moja, kwa maana usagaji kwa Rachel. Hii ilimpa wakati mgumu sana. Lisa alipokuwa anamsumbua kwa kumhitaji kimapenzi mwanamke mwenzake, Rachel alikosa amani, huku Lisa akitumia wenyeji wake kama sehemu ya kumtishia kwa kufukuzwa nyumbani. Hapo hivyo, Rachel alikosa msimamo kutokana na kutokuwa na sehemu nyingine ya kupata msaada kwa haraka. Hivyo akajikuta kuingia kwenye mtego wa Lisa kwa alichokuwa kihitaji kwake. Na hapa ni baada ya Lisa kutafuta Rachel ndani ya jumba bila kumwona. Anagundua kuwa yupo bafuni anaoga. Ikambidi Lisa atafute sababu ya kumsogeza karibu yake ili apate roho yake inachopenda au inachohitaji. Kwa muda huo aliact kama kabano na kichomi ili iwe rahisi Rachel kutoka bafuni na kuja kumpa msaada hapo hapo atimize haja ya moyo wake. Kwa hii alifanikisha kumtoa bafuni, na alipofika akaulizwa, "Vipi dada, nini tatizo?" Lisa alijibu kwa sauti ya maumivu, Kichomi kimenibana, naomba nisaidie msaada kidogo." Jamani, Rachel akaona isiwe kesi, msaada tu. Akamchukua na kumpeleka chumbani kwake, huku akiendelea kumuuliza changamoto zaidi. Rachel alipoona Lisa haeleweki, akajua kuwa huwa haumwi chochote ila tu ana lake jambo. Akatoka nje ya chumba cha Lisa. Alivyoondoka, Lisa akufurahishwa baada ya kuona mtego wake umeambulia patupu. Akalazimika kufuata sebreni huku akimuuliza mswali kuua, "Unajiona we ni bora sana, maana kila ninachokuelekeza hautaki kunielewa? Au unataka nifanye kitu ili tukufukuze hapa nyumbani? Na mbona Rachel, mimi ninachokihitaji, hata kihitaji gharama, ni wewe tu kunielewa, na naamini utafurahi na kuenjoy endapo kinikubalia ombi langu. Tofauti na hivyo, nitamwambia dada yangu tukufukuze." Rachel anakosa maamuzi kwake, na pia anafikiria yanakukumbuka alivyosaidiwa na dada mwenye nyumba. Ikambidi tu awe mpole na kukubali na anachokihitaji Lisa ili endelee kukaa. Wanaingia chumbani kuanza shughuli, mara mwenye nyumba anawakuta. Ikawa kama bahati nzuri kwa Rachel, na ikawa mbaya zaidi kwa Lisa, maana hajatimiza alichokuwa kikifuatilia kwa muda mrefu. Dada mwenye nyumba akabaki anashangaa, huko akimuuliza Lisa kuwa, "Kweli ni wewe ndio unayefanya haya? Unafanya upuuzi ndani ya nyumba yangu? Eti au umesahau kila kitu nilichokufanyia mdogo wangu?" Rachel, ni tabia gani hizi unaleta nyumbani kwangu? Huu ni upuuzi wa aina gani mnafanya tena ndani mwangu? Rachel alijibu kwa hofu, huku akimfafanulia kuwa dada ni Lisa ndiye mwenye hizi tabia, na aliniambia nikikataa atanifukuza hapa nyumbani kweni, tena nisamehe, sio kwa mapenzi yangu. Lisa, hapa ni nyumbani kwenu au kwako? Si ndio unamaanisha kuwa nilifanya makosa kukusaidia? Aliongea kwa uchungu na hasira, huku akimwambia Lisa, hebu jaribu kukumbuka basi hata kidogo, mdogo wangu. Nimekaa na wewe hapa kama mdogo wangu wa damu kabisa. Nimekufanyia kila kitu kilichohitajika. Haya ndiyo malipo sahihi kwangu, si ndio? Yaani hadi shule nimekusomesha. Unaishi maisha mazuri kabisa. Kweli binadamu? Hapana kabisa. Sasa hapa ninachokiona, kila mtu achukue kilicho chake, aondoke haraka sana, nikifumba macho nikifumbua, nisimwone yoyote hapa ndani kwangu. Waliondoka wote kwa pamoja, huku wakilaumiana, hasa Rachel akimlalamikia sana Lisa kwa upuzi wake uliopelekea matatizo hadi wao kufukuzwa walipokuwa wafadhiliwa kwa hifadhi na kila kitu.
Na huu ndio mwisho wa stori yetu ya leo kwenye Moyo Review. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Moyo Review, pia turn on notifications kwa kugusa alama ya kengele upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata video zetu.